umeshaanza kunidharau. Wewe. Pumbavu wewe. Wewe kazi na wewe. Mwende Juma nakwambia wewe. Yaani jamani mimi nimekoma kabisa watoto wa jamani. Mdogo wangu mimi ndo nilikuwa nakutegemea katika maisha yangu. Hebu angalia maisha yako unayoishi. Unashinda kusoma niokata mimi dadako tu tumelala pazuri tunakula vizuri umekalia bangi kweli. Moja na mimi niondoke nikuliache wewe wakuvuta bangi wewe wakujinyana na kujikojolea ndani mjinga ushanichosha mimi. Basta jamani basta kijiji wameshamchoka. Muone mtoto mkali kwa mkiti. Wewe hebu ngoja sikilize kwanza. Sawa? Wewe. Msabe. Piga shahidi ya mbona kuita muda mrefu pale hata unitikie utajua chanzo. Nilikuwa sijakusikia wewe makelele yote ya jamani. Mimi nilikuwa sijasikia ndio maana nikaa naenda kwa sababu naweza kwani. Okay, si. Leo nichukua swali. Okay. Vipi sasa kuhusu mambo yangu? Maana kila siku nakuambia Gatara bwana nakupenda afu vipi uko tayari kuwa na mimi au unasema? Yaani kwa jinsi ulivyokuwa leo, yaani ulivyojitahidi leo nitakufikiria. Ila bado. Tena bado. Okay, niongezee nini sasa mtu maana leo mpaka nimeenda kusuka na nywele unaona au nikazitoe kabisa ndio mimi muone amebelieve au. Kwa siku ile nimekukataa kwa kuwa alafu leo umevaa vizuri unajua ndio nitakupenda. Yaani hapa uwezeelewa muone mpaka nimeenda kukopa kwa maana. Sichekeshi bwana ambao unasemaje? Okay, sikia kwa uko tayari kuwa na msela au unasema? Yaani kwa jinsi ulivyokuwa leo, yaani ulivyojitahidi leo nitakufikiria. Ila bado. Umesema unakaa gengeni au vipi? Haita ngoja nikamalize jero langu pale ikitoka atakuja maskani sawa? Nakupenda Haya sikia nakupenda pia sasa. Basta ni kweli nakupenda na natamani kuwa na wewe, ila bado nofia na sitaki kulia kwa ajili yako wewe. Nakupenda sana, nakuhitaji sana, nakupenda sana, nakuhitaji sana. Madam. Karibu mzee wangu. Asante sana madam la. Karibu. Asante sana. Mama, habari za kazi? Salama, shikamoo. Unataka kunichapa mara hapa? Hapana, wala usiogope. Habari za kazi mama? Nzuri babangu. Karibu tu. Asante sana. Mama, mimi niketi. Habari za kazi? Majukumu ndo kama haya babangu. Vizuri. Mimi nimekuja hapa. Ndiyo. Nina malalamiko kidogo. Kwa sababu gani nimeamua nije mwenyewe mapema asubuhi? Ndio. Nimekuwa nakagua madaftari yao. Yanaandikwa tu, hayasahihishwi. Siku hizi walimu wanafanya kazi gani? Au wako likizo? Ndiyo. Na kama wako likizo, basi watoe taarifa. Kama vipi shule zifungwe, ili julikane moja kwamba walimu hawapo. Ndio. Na kama vipi mishahara wafutiwe, maana hakuna kazi wanaoifanya. Maana haiwezekani wanafunzi waandike afu wasisahihishiwe. Unajifunza nini sasa hapo? Imeniuma sana madam. Ndio maana nimekuja mimi asubuhi na mapema. Mzee wangu, kiukweli sisi tunajitahidi sana kuwaweka sawa wanafunzi. Mwanao alisema mmoja anaitwa Brighton. Ndio. Brighton si ndio kila siku tunamwazibu hapa, mtukutu kweli huyo mtoto. Ameanza kuwa mtukutu. Ni mtukutu. Tena ni mtukutu kweli kweli. Kwanza sasa hivi amebaki anavaa kihuni. Yaani anatuvalia kihuni. Unaweza hata ukamuita mwalimu. Anakuja anakuambia muda anaojisikia yeye. Hivi huyo mtoto wako. Hivi hata ukisema mazingira ya nyumbani waga ni hivyo hivyo. Mimi nyumbani namuonaga ni mtu mwenye busara.
kwa sababu ni kila nikimwagiza anaenda tu kama kawaida. Sasa sijui nini ambacho kimeshaanza kuja hapa katikati. Na yuko na mwenzake. Na hawa watoto kiukweli ni pasua kichwa. Hawa natakiwa niwachukulie hatua kali. Tena ikiwezekana mwalimu, wape adhabu inayostahili. Tena ikiwezekana hiyo ya kuzidi. Maana wanakela. Tunawategemea taifa la kesho. Sasa kwa nini wanakuwa wachelewaji? Kiukweli babangu, kwanza watoto wako waga wanafika muda mbaya sana. Yaani wanafunzi wanafikaga mida saa 4 saa 5. Wenzao washamaliza kipindi cha kwanza mpaka cha pili. Lakini unakuja kuona kwenye kipindi cha 3. Inauma sana. Yaani wanashangaza sana. Sasa madam, hapo tufanye nini sasa? Maana wewe ndio kama mwalimu. Maana nakutegemea na ndio maana nikakabidhi mwanafunzi wangu. Sasa hapo mzee wangu, maana hao ni kama watoto wetu sote. Watoto wako wewe ni watoto wetu sote. Cha kufanya hapa ili tuweze kuwaweka sawa, inatakiwa kadiri ya siku zinavyozidi kwenda. Kwanza kabisa kabla sijaingia darasani niwe nakagua. Ni kweli? Na nikiingia darasani namtafuta Brighton. Nikishampata Brighton najua mwenzake nimempata. Na nikishampata mwenzake basi siku hiyo nitajua ndio wamekuzulia. Lakini kama nitashindwa kumpata hata mmoja wapo, hapo ujue kweli siku hawajafika. Na labda nikuondoe wasiwasi babangu, mzee wangu. Hawa watoto, hawa wanafunzi, niachie mimi. Nitajaribu kuwa nawaweka sawa. Na mimi waga sichezi na wanafunzi kikweli. Maana wanafunzi wengine ni wapuuzi kweli kweli. Kwanza ni majeuri. Utasema wanakula bangi. Sasa mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Nitawapa adhabu kama siku 2-3 hivi nione akili zao zipoje. Huenda wanaweza kubadilika. Mzee wangu anakusumbua sana. Kila siku unatoka nyumbani kweli unakuja shuleni. Umejizekea hivi mzee wangu. Ni kweli madam, si unacheki hata shati langu, koti hili. Toka marehemu alivyofariki babu yangu. Sasa tazama babu yangu na mimi sasa hivi na umri wangu umekwenda. Maisha menyewe ndo ya kuunga. Likizo haipo. Ni wanafunzi. Brighton. Mama, jambo mama. Mzee umefuata nini huko sasa? Usiniulize maswali mpumbavu, nitakukanda. Nitakupiga. Ulikuwa wapi muda ule? Baba nilikuwa naomba mzee. Wewe nimechelewa kufika shule. Nyie saa ngapi saa hizi? Saa 2:30. Saa 2:30. Na shule inatakiwa kufika saa ngapi? Saa 1:30. Mmefanya makosa mjafanya makosa? Mwalimu nabii sasa kusamea. Niwasamee? Ndio. Mmekuwa watukutu siku hizi Acha rudia mwalimu. Mbona mnavaa kihuni? Hapana mwalimu. Mzee ndio nafundisha hivi watoto wako? Hapana madam, ndio maana nikakwambia lina hali ya wasiwasi. Vijana mimi ninahisi kwamba kuna jambo linaloendelea la siri. Na mlivyo hamna nidhamu. Unaongea na baba yako na mwalimu umeweka mikono mifukoni? Samee madam. Mzee wangu hao wanahitaji adhabu. Ni kweli kabisa madam Rahma. Hao wanatakiwa kuadhibiwa, wajifunze. Ya madam tusamee tu. Hapana, sio kuwasamehe. Nahitajika adhabu. Tusamee hicho hivyo. Tena hamna hata aibu. Mnakuja kwa madam bado mnavaa kihuni. Ndivyo baba yenu anavyowafundisha? Hapana. Wenzeni mbona wanavaa vizuri? Kwa nini nyinyi mnavaa kihuni? Shetani tu ametupiga. Hapana, mnahitaji adhabu. Wape adhabu madam Rahma. Vijana nimekuwa na washauri mara kwa mara. Wanastahili adhabu. Na hiyo ndo haki yenu. Na mwadhibiwa huku naona. Ishi hapo hapo, siwezi kuwasamehe. Mnapigwa za kihuni. Mwalimu nisamee. Hao watukutu sana hao. Nisamee sasa nitarudia. Nisamee sasa, nisamee. Si hesabu hiyo. Hiyo si hesabu. Sasa mwalimu nisamee. Mnamsumbua mzee kama hivi kwenda na kana wafuatilia. Hapa nafika kabla yenu. Nisamee kwanza sitarudia. Sasa madam ongeza. Naona kama bado. Sitarudia nisamee. Kama tabia zao za ajabu. Inuka uende darasani. Hapo sawa. Na wewe. Hapa. Tena kama huyu. Mbele ya baba yenu. Huyu ndo mtukutu zaidi. Lala chini. Huyu ndo Brighton. Huyu ndo Brighton mwanangu. Unahitajika kula fimbo 4.
Tena sana. Mnisamee mwalimu. Si hesabu. Mimi imeniuma kidogo. Mwalimu mnisamee mwalimu sio jia. Fanya kazi yako, mnamsumbua baba yako. Haya, darasani. Mama. Nilikuwa naenda kutafuta nani. Ila ndo unastahili. Zangu maana pressure sasa wakati tunaadhibu watoto. Hapana mama. Tumbo nani eti tumbo? Uchungu, tumbo la uzazi. Uchungu watoto wanakudhalilisha hivi. Watoto hataki shule, hapo nakuja shule na mevaa kikuni. Ukiangalia hapa kwenye attendance hamna hata majina yao. Yaani kila siku utoro. Ila ni kweli mama, umefanya vizuri. Yaani kwanza leo nitaanza kufuatilia. Wala Mama, usio na wasiwasi. wakazanie kabisa, vijana hawa ndo taifa la kesho. Wakiharibika sasa hivi hatuna taifa tena, watakuwa wahuni. Tutampata wapi rais ambaye natamani kuwa na wewe, ila bado nofia na sitaki kulia kwa ajili yako wewe, nakupenda sana, nakuhitaji sana.